kabaro gaka Mheshimiwa Gavana tuthondekereko gakorogai sawa kagia facilities yana kagucenjagia na gakorogai kega kakareka Embu Stadium. Kwa hivyo kwa ruhusa yako sasa Mheshimiwa Waziri na kuomba uniruhusu gavana wetu Mheshimiwa Cecily Barire aje hahutubie wananchi. Karibu Mheshimiwa Gavana. The PS Kabesha ambaye amekuwa huku Embu miaka mingi, our area member of parliament Mheshimiwa Mushangi Karemba, our women rep WL, the speaker of the Embu County Assembly Honorable Biriko, the MCAs here present led by the area MCA Mheshimiwa Edu, the County Assembly Clerk, Jim Kauma, all officers ambao wametoka kwa National Government and County Government, na wananchi watukufu wa Embu Ronyenjes constituency, hamjambo? Asante. God is good all the time. And all the time God is good. Asante sana, nimeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo, na nataka kuomba msamaha waziri, nilikuwa nimekuambia utanipata hapa kwa kiwanja nikikugoja, lakini kazi ilikuwa mingi kwa ofisi. Lakini nataka kukushukuru sana Mheshimiwa Kuria waziri, kwa sababu kwa mawaziri wote wa serikali kuu ya William Ruto, wewe ndio waziri ambaye umekuja Embu mara mingi kuliko wengine. Mpigieni. Na leo Mheshimiwa Karemba, naona ni vizuri tupatie huyu rafiki yetu, ndugu yetu, jina yake Embu, na nyinyi ndio mtaniambia ni jina gani mzuri ya yule mtu anashinda kuja kuwasalimia. Muingi. Mingi sana tumefanya na wewe Mheshimiwa Moses Kuria. Sababu ya mimi kuja hapa siku ya leo ni kwamba serikali ya national na county ni kitu moja, kwa sababu watu wale tunafanyia huduma ni watu pamoja. Na pia hata kama mimi ni gavana wa Embu County, sababu ya kuwa hapa ni kwamba mimi ndio chair wa UDA party, na ni jukumu langu kama chairman wa UDA party, the ruling party, kuja kusupport programs zote ambazo zitakuwa zinatoka kwa Mheshimiwa William. And I want to take this opportunity to congratulate our area member of parliament Mheshimiwa Karemba, kwa sababu najua vile amekuwa akisukumana mambo ya hii huduma, na alikuwa ananiambia vile inaendelea, na mimi nampatia support, na nikaongea pia na Kuria. And I want to thank you Mheshimiwa, kwa sababu najua constituency mingi zile zilikuwa zinangojea hii huduma center, lakini leo imefika hapa kwetu Ronyenjes. And ukweli wa mambo ni kwamba hii huduma tulikuwa sisi wote Embu County yote tunaendanga huko Embu Town. And it is not easy Mheshimiwa Kuria, especially ukienda leo uambie kuja kesho ama kuja next week ujue vile maneno imefika. Hiyo transport peke yake ni pesa mingi sana. Kwa hivyo umetuletea huduma karibu na sisi, tutaweza kupata ID, tutaweza kuregister company, na nataka kuchukua nafasi kuambia kina mama na vijana, please register company zetu
zenu ndio muweze kuja katika county government. 30% ya tenda zote za serikali ya Embu County zinaenda kwa kampani za kina mama na kampani za vijana. Na tuna vijana wengi na kina mama wengi wameweza kuja Embu County na kampani zao. Tafadhali hiyo 30% ni yenu, kujeni niwapatie kazi, mfanyie wananchi wa Embu County. Pia Mheshimiwa Kuria, as I thank you kwa kufikiria vizuri mambo ya Embu County na hapa Runyenje siku ya leo, nataka kukuomba ufikirie pia kutupelekea hii Huduma Center mahali inaitwa Keretire na Chicago, so that also Mbere sub-counties are well represented. Mheshimiwa Kuria, I want to thank you kwa sababu tulipoanza ile county aggregation and industrial parks tulianzisha na wewe. Na uliponiambia hiyo mafikira yako na President William Ruto na tukakuwa na mkutano kule State House, mimi nilikuwa gavana wa kwanza kukubali hiyo aggregation park ikuje huku Embu County. Na sasa kule Mashanga kule Mbere South tumeanza kujenga hiyo industrial park ya pesa $500 million, 500 million Kenya shillings. Kwa hiyo 250 million imetoka kwa Mheshimiwa William Ruto. Pigeni makofi. 250 million imetoka katika county ya Embu. Na hao waheshimiwa wabunge wa Embu County walipitisha hiyo pesa bila shida, wakasema wacha tujenge industry. Wacha niwaelezee sababu ya hiyo industry iwe ya maana kwetu. Hiyo industry tunataka kufanya kitu ambayo inaitwa value addition. Na mnasikia iko mbele. Lakini tutaweka kila mahali aggregation centers, mahali yenu ya kuleta hizo produce zenu zote, ndizi, macadamia, avocado, maembe, hizo zote tutakuwa tunakuja tunachukua kwa wakulima. Kuna mahali tutatenga aggregation center ama soko ile mtakuwa mnaleta, tunaziteremsha mpaka huko mbele. Industrial park tuko na eka 150 acres ambazo tuko nazo huko. Tunafanya value addition ndio tuongezee mapato ya mkulima. Pigeni makofi. Na mjue kwamba hiyo aggregation park na hiyo industrial park haiwezi endelea bila ukulima wenu nyinyi watu wa Runyenje. So nitakuwa nafanya kazi na nyinyi kwa karibu sana through our agricultural extension officers kuhakikisha kwamba hiyo industrial park iko sawa. Tuko na mpango na Mheshimiwa Moses Kuria ambaye atawaelezea kuhusu mambo ya TAMDA, atawaelezea ile kazi tunataka kufanya huko, na I will not preempt vile waziri atasema, na tutakuwa na mpango na yeye ndio tuweze kupeleka vijana wafanye hiyo kazi huko. Na hiyo industrial park tutaajiri vijana kutoka Runyenje, Manyata, Mbere North na Mbere South. Na nikiendelea nataka kuuliza contractor yule amepatiwa hii kazi ya huduma, tafadhali usilete vijana na lori hapa. Runyenje siko na vijana wa kutosha wa kufanya hiyo kazi. Hata wamama wale wako na nguvu watakuja wafanye kazi. Wale wengine wataleta usoro na chapati, vijana wakule waweze kuendelea na kazi. Pia nataka kuongeza pale Mheshimiwa Karemba amesema tunataka hii project ianze na iishe haraka iwezekanavyo. Kusikuwe na delays hapo katikati, because we'd like the president mwenyewe aje ifungue, akifungua zingine ambazo tutakuwa tumemalizia wakati huo. Pia ningetaka kuambia nyinyi watu wa Runyenje, ile mpango iko mbele yetu hapa Runyenje. Kitu ya kwanza, mimi mwenyewe tuliongea na President William Ruto, na wakati alikuwa ananipatia soko ya Embu County ambayo iko Embu Town, soko ya milioni 800, pia nilimwambia kwamba soko ya Runyenje ziko mbaya sana, na akakubali kutupatia milioni 250 ya kujenga soko yetu hapa Embu, hapa Runyenje. Kwa hivyo tenda ilifanywa, nikafuatilia kabisa mpaka ikawekwa kwa tenda.
tunangojea ipatiane kwa contractor. President mwenyewe aje afanye ground breaking ya hiyo soko, na mimi kutoka sasa nitakuja ndio niweze kujipanga pale kwa Migembe, niweke mahali nitapeleka soko yote hapo ndio waendelee kufanyia kazi hapo, siwezi waachilia. Tufanye kitu tunaitwa relocation kama vile tumefanya kule Embu, ndio soko ya Runyenjes ijengwe. Mimi nataka kuwauliza, mnataka soko ijengwe asijengwe? Na tulikuja hapa tukafanya public participation, Mheshimiwa Karemba alikuwa hapo na watu wakakubali tujenge soko ya Runyenjes. So nataka mtu support kwa hiyo kazi. Kitu ya pili tutakuwa tunatengeneza huku Runyenjes ni soko ya Kabagere kule Kieni na soko ya Ena, tutakuwa pia tunajenga hizo mbili. Pia with partnership na national government, President amekubali kutujengea soko Kandumo na imeanza. Tulifanya ground breaking huko na Mheshimiwa Karemba na tuko na ya Ugwele ambayo tunangoja itengenezwe. Pia tutakuwa tunaanzisha soko zingine ambazo zitakuwa zinaendelea huku Embu, ni soko ya Ishiara, ya Kangaro na Mbugori kule Manyata. Kwa hivyo hizo ndizo soko ambazo ziko mbele yetu, na hapa kuingia kwenda Ishiara Kabakoka ukaipa Kawanjara, hata hiyo tunatengeneza ndio Embu tuweze kuendelea vizuri. Nataka kusema pia, mnajua last year tulikuja hapa na Mheshimiwa Minister wa cooperatives, Mheshimiwa Chelugui, tukakuja hapa, tulikuwa hata na mbunge, na Mheshimiwa William Ruto anatupatia 800 million ambayo tutakuja kujenga KCC plant. Isikuwe ni kupeleka maziwa tu alafu inapelekwa Nairobi. Tutakuwa na factory kubwa sana ya maziwa hapa Runyenjes. Kwa hivyo tutakuwa tuko na kazi kama sisi county government kuhakikisha tunafanya AI services. Niko kuambilia services ya AI nigedani nimukinyiro ni mbego ziaraidi mukobota kuongelea ng'ombe cienyu tugeneria ya kwegana ya kuvira factory yetu nilia kumoko. Hapo pengine ningetaka kusema pande ya hospitali tunataka ku-upgrade hii hospital yetu ya Runyenjes. Tutakuwa tunaifanyia ukarabati, tuhakikishe tumeimodernize iwe hospitali nzuri ambayo inaweza kuwa na hiyo jina level 4. Ukienda hapo si hospitali nzuri, tutatenga pesa kwa hii budget inakuja tuanze kujenga, na kwa sasa tunamalizia maternity ward ya Embu level 4 ambayo inajengwa saa hii, lakini tutaendelea na hiyo kazi. Nataka kuacha hiyo hospitali iko sawa kabisa. Kule Kianjokoma tuna upgrade health center ya Kianjokoma from level 3 to level 4, na tayari nimepata 50 million Kenya shillings ya kuja kujenga hiyo hospitali, ndio tuache kama iko kiasi ambayo inatakikana kama hospitali. Tutaendelea kuinua mahospitali hizo zingine zote, na ni vizuri niseme hii kwa sababu kuna watu wanazunguka wakiwaambia mambo ambayo si ya ukweli. Katika National Assembly, bunge kuu, mahali ambapo Mheshimiwa Karemba na Mheshimiwa Daboen anaketi, kulipitishwa act ya parliament ambayo inasema kwamba hospitali zote Kenya lazima ziwe na facility improvement fund. Hiyo ni kumaanisha nini? Zile hospitali hatukuwa tunalipa kitu yoyote, sasa itabidi tulipishe kitu kidogo ndio hizo hospitali ziweze kujisimamia. Na sababu ya hiyo ni kwamba utakuta kama ni Ugwele dispensary, jiki kiisha lazima yule amesimamia kuje Embu kwa county government kutafuta shilingi 100 aende kununua jiki ya hospitali. Watchman wakiemploy lazima Embu county government ilipe huyo watchman. Cleaner wakiemploy lazima sisi wenyewe tulipe. Na hiyo imefanya hata pia wage bill yetu iende juu sana.
Kwa hivyo tutakuja na public participation, tuongee na nyinyi, tuone ni pesa gani itakuwa sio mingi na sio ya kuwaumiza, tuweze kuwa na kiwango ya pesa inaokotwa hapo hospitali iweze kusaidia hospitali hapo na tunafungua accounts. Kwa hivyo nataka wale viongozi wanajaribu kuongea kuleta siasa na hiyo maneno ya FIF muanzie, kwa sababu walishindwa kuwa MP, wakubali MPs wafanye kazi yao na mimi nifanye kazi ile sheria imepitisha. Ndio sana. Kitu ambayo nitahakikisha haifanyiki ni ni kulipisha watoto wa miaka 5 kuteremka. Lakini hiyo ingine tutaongea, tusikizane ndio hospitali zetu ziweze kwenda vizuri. Nikimalizia, hii stadium lazima tutajenga. Mheshimiwa Karemani nimekusikia na tulikuwa tumeongea hii stadium tutajenga ikuwe stadium ya maana, watu wetu na vijana wetu waweze kusaidika. Ya mwisho kabisa nikiketi chini ni mambo ya maji. Tutaendelea, tunataka kutengeneza Ronyenjes Water and Sanitation Company Wasco. Tuko na pesa ya kuanzisha hiyo mradi ndio tuweze kuhakikishia maji. Mwisho kabisa bara yetu na mjobi Muingi ndio